Shalom, shalom. Ninawasalimu katika jina la Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Studioni ni mimi mtumishi wako Mchungaji Charles Hingi, nikikuletea ujumbe huu wa matafakari ya neno la Mungu, nikiwa moja kwa moja kutoka katika studio za madhabahu ya Redemption of Christ Ministry hapa Manchester, Ashton_ Welbeck Street. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama kawaida na utaratibu ulio mwema mzuri wa kumpendeza Mungu, kabla ya kuingia katika matafakari, acha tuombe. Uhimidiwe Mungu mwenye haki, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa neema yako ya ajabu, asante kwa ukuu wako na matendo makubwa ya kutisha, Mungu, maishani mwetu. Baba, tazama tunafika muda mzuri tunaokwenda kusikiliza neno hili na kutafakari pamoja nawe. Mungu wetu, tunapoelekea mwisho wa mwaka huu, tunaomba rehema zako ziwe katika sikio letu la ndani, ukatupe usikivu wa kimbingu, makusudi Bwana Yesu tukapate kuyajua yaliyo mapenzi yako kwetu. Pokea sifa kwa kuwa unastahili, na asante kwa kuwa umetenda. Mungu wa utukufu, nimeomba, amen. Shalom, shalom. Tunalibariki jina la Bwana kwa namna ya kipekee muda huu mzuri, na kama tunavyofahamu kwamba siku hii ya leo ni siku ya mwisho ya mwaka 2025. Kwa hiyo katika siku hii somo letu ambalo Bwana ameliachilia ni maelekezo pia, kwamba kuna neno anakwenda kutenda yeye mwenyewe ambalo linatuingiza 2026 ama 2026, tukiwa na msaada wake ambao utakuwa ukishughulika na mazuio ama na adui zetu kwa namna zozote zile. Na Mungu anapoachilia msaada wake, upo msaada ambao waga unakuja katika kimya, lakini pia msaada mwingine unaweza ukawa ni wa kimya lakini umebeba utisho mkuu. Kwa hiyo katika somo lililopita tulipewa kichwa na Bwana Yesu kinachosema amesikia kilio changu, amesikia. Kwa hiyo Bwana alisikia kilio, lakini leo kichwa cha somo kinasema utisho wa Bwana 2026 ama utisho wa Bwana 2026. Kwamba tunapoingia 2026, amini kwamba Bwana kuna kitu anakitanguliza mbele yako, na imani ambayo utatembea nayo ndiyo ambayo itamfanya Mungu wa utukufu athibitishe mapenzi yake kwetu ama kwako. Haleluya. Kwa hiyo kichwa cha somo kinasema utisho wa Bwana 2026. Haleluya. Na tutasoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 27, ama Exodus chapter 23 verse 27. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 27, ama 23 mstari wa 27. Kitabu cha Kutoka, Exodus 23 verse 27. Na ninarudia kusema hivyo ili tutoe nafasi mtu mwingine anapoandaa Biblia yake, mwingine anapofungua. Sio kila mtu ana spidi. Tumepata neema siku hizi, tuna hizi app tunatumia kwenye simu, inakuwa rahisi kidogo. Kwa hiyo neema ya Mungu iwe juu yako ili upate ili neno kwa wepesi. Kwa kitabu cha Kutoka ama Exodus chapter 23, kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 mstari wake wa 27. Neno la Mungu linasema, haleluya. Exodus 23:27. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakao wafikilia, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linatuambia kwamba Mungu anaachilia ahadi kwamba nitatuma utisho, yani atatuma utisho wake utangulie mbele yetu, na anasema atakachokifanya, atawafadhaisha watu wote tutakao wafikia. Popote tunapoenda, pale tutakapofika, kuna watu inabidi wafadhaike kwanza, yani he is going to embarrass them or to cut down their effort or power. Anasema hivi, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao, yani kwa maana wageuke na kuanza kukimbia, yani waone tu mgongo wanakimbia. Sasa kichwa cha somo kinasema utisho wa Bwana 2026 ama utisho wa Bwana hiyo 2026. Sasa lazima tukubali kwamba ikiwa Bwana anatuma utisho wake, maana yake
utisho ndio utakuwa uweza wa Bwana ambao unatutetea. Unajua, mara nyingi kuna mambo tukionana nayo katika mwili hatuna nguvu kabisa ya kushughulika nayo, lakini utisho wa Bwana unapotangulia, utisho unaweza kushughulika na jambo, haijalishi lina ukubwa kiasi gani. Na tazama, tumeteseka muda mrefu, lakini katika ulimwengu wa roho kuna sehemu tunakwenda, kwa sababu hata unapoanza ule mwaka huwa tunaanza mwaka ule tukiwa kwenye move, yani tunaenda mwaka 2026 alafu tutaenda 2027. Kwa hiyo tunapokuwa tunaenda, ndio Bwana anasema ametupa hii siri atakachokifanya huu mwaka tunaouendea 2026. Yeye atatuma utisho wake. Unajua, katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati kwa mfano, ukiangalia katika sura ya 28 wakati anatamka zile baraka, ama Deuteronomy chapter 28 wakati anatamka zile baraka, mstari wake wa 10 anasema kwamba na mataifa yote duniani watakuona umeitwa na kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Kwa hiyo akituma utisho uende mbele yako, kinachokwenda kutokea, wale ambao walikuwa wanakuzuia wewe, kuna kitu atakiona kwamba huyu ameitwa kwa jina la Bwana. Na kama umeitwa kwa jina la Bwana, watakuwa na hofu. Kwa nini? Wanaogopa kwa sababu kuna utisho. Kwa hiyo Mungu aachilie utisho wake uende mbele yako. Yaani kama unavyolisikia hili neno, roho yako ipokee, nafsi yako iatunze, na moyo wako uamini kwamba kuna utisho wa Mungu ambao Mungu mwenyewe anasema, mimi anasema nitatuma. He's going to send fear. Kuna utisho wa Mungu. Unajua kuna hofu ya Mungu ambayo unakuwa una hofu na Mungu kama kumheshimu, lakini kuna ule utisho wake yeye ambao anaweza kuupeleka kwa adui zako, kwa sababu asikudanganye mtu, hii dunia imejaa uadui. Na kuna watu ambao, moja ya mambo yanayotutesa, adui zetu hawatufanyi chochote. Walichokifanya, nimeshawahi kuona mtu kwenye familia moja wamezaliwa karibu watoto 8, lakini baadaye mama hao walikufa wakiwa watu wazima kabisa. Wa kwanza wao wameshafika miaka 50, na wengine wanaofuata labda mdogo kabisa alikuwa na miaka kama 27 hivi. Kwa hiyo mama yao alipofariki, baba yao baadaye akatafuta mke mwingine, lakini yule mwanamke alikuwa na imani ambazo ni za kishirikina, na yule baba alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo watoto wake walikuwa pia wanakuwepo katika huduma yake, na wengine ni watenda kazi, na amekaa na yule mama kwa muda mwingi tu, lakini kanisa likawa linapata shida ya yule mzee. Lakini moja ya mambo ambayo Roho Mtakatifu alikuja akawafunulia, yule mama alipoolewa, moja ya vitu alivyomwomba mzee, alimwambia, ninaomba watoto wangu mimi, kwa sababu mama naye alikuwa na ndoa nyingine zamani, uwalee wewe. Anamwambia yule baba, na watoto wako wewe unipe niwalee mimi. Sio kwamba wachukue, kwa sababu watoto ni wakubwa, wanajitegemea, wana ndoa zao, wana maisha yao, lakini huyu mama anaomba awalee, awe mlezi wa wale watoto. Na anamwambia na huyu mzee, wewe utawalea watoto wangu, ila akamwambia, na hapa kwenye huduma hii unaoifanya ya Mungu ya kiroho, unitangaze kwamba mimi ndiyo mama wa huduma hii. Kitu ambacho katika mwili si kibaya, kwa sababu si amemwoa yule mama, lakini yule mama wakati anaomba hayo maneno alikuwa anatamka katika roho. Na yule mtumishi wa Mungu, kwa sababu ana roho wa Mungu, kuna aina, unajua watumishi wa Mungu wanapolikubali neno na kulitamka huwa linabeba uungu sana. Kwa yule mzee akaingia katika agano na yule mama pasipo kujua. Mama akachukua utawala wa ile familia katika ulimwengu wa roho, sio katika maneno ya mwilini aliyomwambia. Waliongea katika mwili wakikubaliana, lakini mama alichokuwa anakitaka huyu akikubali katika ulimwengu wa roho, mimi nitakuwa mtawala. Ndio mama akaanza kuibamiza huduma. Sasa kwa nini nimekwambia maneno haya? Huu utisho ambao Bwana anauachilia uende mbele yako, ukutangulie. Kumbuka huu utisho anachosema sio kwamba utakuwa labda uko pembeni yako ama nyuma yako. Anasema huu utisho ninautuma utatangulia. Kwa hiyo popote unapokwenda wewe, watu watakapokuona kwanza watatishika, sio wewe tu, na mimi ambaye muda huu ninalisema neno hili kwamba utisho wa Mungu uwe mbele yangu, unitangulie. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa msomaji wa Biblia katika kitabu kile cha Isaya, ukiangalia katika sura yake ya 58, kitabu cha Isaya chapter 58, ukiangalia kile kitabu ukisoma,
kuna maneno utayaona katika mstari wake wa 8, kitabu cha Isaya sura ya 58 ama sura ya 58 mstari wa 8. Isaiah chapter 58 verse 8 anasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Yani nuru ni ile light, ule mwanga ambao Mungu ameweka wa kukutambulisha wewe ulipo. Anasema na afya yako itakutokea mara, yani afya yako itarudi ghafla. Anasema na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Kwa hiyo haki yako itakutangulia. Kama Bwana katika kukuongoza ukifanya mambo anayoyapenda ama ukimwamini, anatanguliza, maana anasema haki yako itakutangulia. Kwa hiyo kuna watu ambao tuna haki katika mambo mengi, lakini ile haki yetu iko nyuma. Kwa hiyo popote tunapoenda ile haki haionekani. Kwa hiyo vitu ambavyo tunatakiwa tupewe huwa hatupewi kwa sababu haki imezuiliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo anasema nitatuma utisho wangu ukutangulie. Ndio sawasawa na hii Isaya sasa tuliyosoma chapter 58 verse 8 ama Isaya 58 mstari wa 8, kwamba ndipo nuru yako kwanza itakapopambazuka, lakini anasema haki yako itakutangulia, haki itakuwa mbele yako. Kwa hiyo ndio maana maombi yangu siku ya leo ni kwamba ile haki ya Mungu ambayo baada ya kuachilia utisho ukutangulie utisho wake. Kwa hiyo nguvu za Mungu zinatisha, ile anointing, glory of God, cowboy. Hii ni weight, ni uzito, huu unatangulia. Kwa hiyo kama unakutangulia mbele na haki yako wewe ikutangulie, kwa hiyo ule utisho wa Mungu unaenda kuwavunja nguvu adui zako. Na kingine anachosema ni kwamba haki yako itakutangulia mbele. Kwa hiyo mwaka 2026 hata utakapoingia mahali popote, kwenye kanisa lolote, kwenye mkutano wowote, hata kama uko nyumbani kwamba unategemea kushangilia, tamka haya maneno kwamba Baba, ninapokea utisho wako kunitangulia mwaka huu. Popote nitakapokwenda, tangulia ukawatishe na haki yangu initangulie ili nipate kupewa haki. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nilikupa mfano wa ile familia ambao kilichokuwa kikiwatesa mpaka walipokuja kupata neema ya Mungu kujua kwamba walikuwa wanamilikiwa na mtu ambaye si wa kiroho, lakini ndio mama yao anayewatunza. Kwa hiyo ana uwezo wa kuwanyima chakula katika ulimwengu wa roho, ana uwezo wa kuwanyima mavazi katika ulimwengu wa roho, na maisha yao yalikuwa ni magumu sana, yamebadilika tofauti na kipindi mama yao alipokuwepo. Kwa hiyo yule mama, ingawaji walizani kwamba labda ni wa kawaida tu, lakini katika roho alijitwalia ile nafasi iliyokuwa ya mama yao. Kwa hiyo huu utisho ninaouongelea wa Mungu utakao kutangulia mwaka 2026, kila watu ambao wanaishi ndani ya agano la kukukandamiza, huu utisho ukawafanye wageuke na kuonyesha maungo yao, yani waondoke wakiwa wamepigwa na kufadhaika sawasawa na neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kumbuka, kuna watu wana hasira na wewe sana. Kuna watu wana hasira na wewe sana. Sio wewe, hata mimi ninayezungumza, kuna watu wanachukizwa kuliko unavyozani, kwamba kwa nini tuwafundishe watu hivi, kwa nini tuwahubiri watu, kwa nini tuwaombee watu. Watu wana ghadhabu. Lakini moja ya mambo ambayo nimewahi kuyaenda nayo mbele za Mungu nikitamka kukiri ama to decree that kwamba hiki kitu hiki ndio kitakachonitetea cha Mungu. Ukiangalia Isaya katika ile sura ya 45, Isaiah chapter 45, anasema kwamba katika sura yake sio ya 45, ya 45 anatamka zile baraka za hazina za gizani zilizofichwa samani. 41, Isaiah chapter 41, Roho Mtakatifu ananikumbusha, Isaiah chapter 41, Isaiah ile sura ya 41. Ukiangalia mstari wake wa 11, anasema tazama, wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika, watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Kwa hiyo 2026, kila mtu ambaye amekuwa ana ghadhabu na wewe, ana uchungu na wewe, ana wivu na wewe, huyu mtu anatakiwa afadhaike na awe kama si kitu, kwa sababu utisho wa Bwana umekutangulia kwa jina la Yesu. Huu sio mwaka wa kwenda kwa kucheka na watu wabaya. Huu sio mwaka, hata kama tutacheka nao katika mwili, lakini katika roho kazi za Mungu zitafanyika. Ndio maana ninaamuru neema ya Mungu iletayo wokovu iwe mbele yako, kama alivyosema kwamba nitatuma utisho wangu ukutangulie. Huu utisho ni wa Mungu. Na katika Isaya hii 41 mstari wa 11 anasema
wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Kwa hiyo ndio maana kila mtu ambaye ananionea hasira mimi, kila mtu anayekuonea hasira wewe, kila mtu ambaye ana uchungu juu yetu lazima atayarike, awe embarrassed, lakini pia aweze kufadhaika, yani awe ana nguvu na kuaibika. Lakini anasema huyu mtu ambaye anashindana na wewe ataangamia. Ataangamia kwa nini? Kwa sababu tumepewa ahadi ya neno la Mungu. Tarehe 25 Christmas tumefanya kumbukumbu la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo amezaliwa mioyoni mwetu. Na kumbuka, tumefanya ibada kila sehemu watu, na kwenye mafamilia watu wamepika chakula kizuri ambacho huwa hawapiki siku za kawaida. Wamekula wakifanya agano na Mungu kwa kujua na kwa kutokujua kwamba tunakula hii agape pamoja na Bwana wetu. Hii ni birthday ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa marafiki zetu wa duniani katika birthday zao tunaendaga na zawadi na tunakula chakula kizuri, birthday ya Bwana wetu Yesu Kristo tumepika chakula kizuri na sisi tumekula kwa utukufu wako Mungu. Kwa hiyo kila watu ambao mlishiriki kula chakula, iwe kwa kualikwa mahali popote, lakini chakula ambacho kusudi lake ni kusherehekea Christmas, ni siku ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ikiwa tumesherehekea Yesu kuzaliwa, na ikiwa Bwana anasema baada ya siku 7, 5, 6 hapo mbele mtaingia mwaka mwingine, mimi naweka utisho ndani yenu, mmekula chakula cha birthday ya mwana wa pendo langu Yesu Kristo. Sherehe ile niliandaa mimi, nikawapa uwezo watu kuandaa chakula. Hata kama ulikaribishwa, mimi ndio niliwapa waandae chakula cha sherehe ya kuzaliwa kwa mwana wa pendo langu. Kwa hiyo kwa kuwa mmekula hiki chakula kwa namna yoyote, kwa kuwa mmekunywa kinywaji, kama ni soda yako, kama ni juisi yako, kama ni maji yako ulikunywa, Baba anasema anachokifanya, ile neema inatangulia mbele, ambayo inakwenda na utisho unaokutangulia. Bwana amefanya utisho mwaka 2026 na adui zako wote wanakwenda kuangamia, sawasawa na Isaya 41:11. Ndio maana Isaya 41:10 anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu, Mungu akushike kwa mkono wa kuume wa haki yake, mtembee naye huku utisho wake ukiwa mbele yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kora bayande sikabaria sandarita raba sataya manda. Mungu wa kweli, gusa watu wako, gusa nafsi zao, watenge mbali na kuonewa, kwa kuwa Mungu umesema mwenyewe unapeleka utisho, na utisho unapokwenda, anasema katika Isaya 41 ule mstari wake wa 12, utawatafuta nani? Hawa watu waliokuwa wakiona hasira juu yako. Anasema wala utawaona, wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Yaani watu watakuwa kama hawajawahi kuwepo. Kwa nini? Walikuwa wanashindana na wewe, na Mungu ameshatuma utisho. 2026 ni kishindo cha Mungu ambacho kinaleta wokovu, mafanikio, kuinuliwa, kupakwa mafuta na kuwa mtendakazi mkuu katika nyumba za ibada, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini anasema wale waliofanya vita juu yako, hawa hakika hawatakuweza. Isaya 41 mstari ule wa 13 anamaliza akisema, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Haleluya, haleluya! Tazama, Mungu anaweka ahadi yake mwenyewe, anakwambia usiogope, yeye atakusaidia. Kwa nini? Kabla wewe hujaanza kuogopa, yeye ametuma utisho unakutangulia mbele. Kwa hiyo wale ambao walikuwa unaogopa watakutisha, sasa utisho wa Mungu unawafukuza, na wao watakuonyesha maungo wakifadhaika. Tena watatawanyika, adui zako wote atawafanya wote wakimbie na wakuonyeshe maungo yao kwa jina la Yesu. Haleluya! Tukiangalia Kumbukumbu la Torati, ninakwenda kusema mstari huu kisha nitamwambia Bwana alitimize ili kwa kila aaminie, na mwaka 2026 ni mwaka wa kishindo uliobeba utisho wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbukumbu la Torati 11:25. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 25, ama Deuteronomy chapter 11 verse 25. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wake wa 25, neno la Mungu linasema, hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga kama alivyowaambia. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia haya maneno anachosema, hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Kwa hiyo muda huu nina declare hili neno, asiwepo mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako. Hasiwepo,
asiwepo. Ikiwa ni mizimu isiweze kusimama mbele yako, imekwisha kutepeta. Amini, hawana nguvu tena, kwa kuwa neno linasema hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Na Bwana anasema hivi, Bwana Mungu wenu, yani huyu Mungu wetu huyu tunayemwamini, Jehova Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ataweka utisho wenu, sio utisho wake, kwa sababu utisho wake ameuambatanisha na Roho wake aliye ndani yetu. Kwa hiyo anasema ataweka utisho wenu. Ina maana Mungu ameshaweka utisho huu aliyosema, nitatuma utisho wangu kutangulie, tayari ameshautuma. Kwa hiyo hapa anasema hivi, Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote. Yaani watu watakuwa na hofu wakikuona. Watu wakikuona wanatetemeka, wanajua huyu ni mwanaume. Hata kama wewe ni mwanamama, lakini wanakuona una nguvu za kiume, una nguvu kama za nyati, unakwenda kusambaratisha adui zako kwa sababu ya mamlaka, kwa kuwa hakuna mwanaume kama Yesu. Na ikiwa Yesu amekufa msalabani kwa ajili yako, hata kama wewe ni mwanamama, siku ya kuumbwa Mungu aliumba mwanamke na mwanaume kwa pamoja, akakata nusu, akajazia kila upande nusu nusu, wakatokea watu wawili, lakini Mungu aliwaumba kwa siku moja. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ni mwanaume uliye kamili, una nguvu za kiume, nguvu kama za nyati, unakwenda kuangusha adui zako, kwa kuwa neno linasema ataweka utisho wenu. Huyu ni nani? Mungu wenu. Ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga. Kwa hiyo ninatamka nikiwa katika Roho, katika jina la Yesu Kristo, kama baba na kuhani, nikiwa katika Roho ninathibitisha kwamba hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Hayupo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa kuwa Mungu ametuma utisho wake ukutangulie, lakini akaufanya huu utisho kuwa ni wa kwako, katika Kumbukumbu la Torati 11:25 kwamba Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga. Popote ambapo mguu wako utakanyaga 2026, hata kama kuna madhabahu za giza, wewe hauendi kuzivuruga hizo madhabahu, wala huna shida nazo, ila Mungu anachosema atafanya utisho. Hao na giza lao watanyosha mikono yao kutoa zawadi kukubariki, kwa kuwa wewe umeitwa kwa jina la Bwana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Baba, katika jina lenye rehema, Baba, katika jina lenye ukuu, sasa tunakwenda 2026 katika imani kuu. Leo ni tarehe 31, leo ni siku ya mwisho ya mwaka 2025, lakini Mungu, miguu yetu inasimama ndani ya malango yako Yerusalemu, mji uliojengwa kama mji ulioshikamana sana. Huu mji tunautakia amani Yerusalemu, lakini zaidi ya yote tunachukua nguvu hizi sawasawa na neno lako Baba uliyeweka utisho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaruhusu sasa Roho wako abebaye utisho na malaika zako wawe juu ya mtumwa wako asikiaye neno hili. Mbariki kwa mikono yake, weka utisho katika uso wake, weka utisho katika utosi wake, weka utisho katika mguu wake, weka utisho katika mikono yake. Ashikapo kitu chochote kiogope na kiweze kutepeta mbele yake, ili akakimiliki kwa jina la Yesu. Imeandikwa kwamba popote mtakapokanyaga, Bwana ametanguliza utisho, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa kuwa watoto wako wamebarikiwa. Asante kwa kuwa watoto wako wamevikwa mauweza. Asante kwa kuwa watoto wako wamewekwa huru mbali na kuonewa. Giza limeondoka na utisho wako unatawala sasa. Imeandikwa utisho wako utauweka mbele upate kuwatangulia, nawe utawafadhaisha watu wote ambao watawafikia. Popote watoto wako hawa wasikiao sauti hii watakapokwenda, kila watakayemfikia apate kufadhaika, kwa kuwa kuna utisho wa Mungu umeambatana nao. Baba, imeandikwa katika Isaya 41 ule mstari wa 10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kutushika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Katika ile mstari wa 13 Isaya 41 neno lako linasema, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wako, nitakushika kwa mkono wa kuume, nikikuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa umeniambia nisiogope, na mimi ninawatangazia watakatifu kwamba umesema wasiogope, kwa kuwa wewe unakwenda kuwasaidia. Umewashika kwa mkono wa kuume kwa jina la Yesu. Asante Mungu wa mbinguni, kila vita imekoma, roho za giza zimeshindwa, uchawi, uganga, uharibifu, kila aina ya mashambulizi ya kiroho yaliyoelekezwa kwetu yameshindwa. Baba, tunachukua kila eneo ambalo kuna umiliki ulikuwa umeshikwa na watu kwa ajili ya maagano. Kuna watu waliingia agano kwa njia ya maneno na viapo, wakakamata umiliki wa mali zetu, utajiri wetu, mafanikio yetu, nyota zetu za kiroho
Roho na neema yako iliyo juu yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesikia kwamba hata Labani alimwambia Yakobo, wewe kaa pamoja nami, kwa maana nimetambua kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, kuna watu tuko nao karibu, lakini leo tunajitenga nao kwa sababu tumegundua wanatembelea baraka ulizoziweka kwetu. Wao wanajiona wamebarikiwa na hawataki kutuachia. Ninaamuru leo katika jina la Yesu Kristo, 2025 iondoke na nuksi, balaa, mikosi, vifungo, kamba za kuzimu, giza la aina yoyote, mitego ya kuzimu inaachia, kwa kuwa Mungu 2026 ni kishindo ambacho kimeambatanishwa na utisho uliotangulia mbele yetu kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo damu ya mwana kondoo inafuta hayo maagano, inaondoa hayo manuizo. Kila giza linaondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Uganga wa familia, uchawi, kiti cha kiroho cha kifamilia nilichoketishwa kwa siri, Baba, ninachomoka, ninatoka katika agano la familia. Miguu yangu iliposimamishwa walipotamka maneno wakati niko mtoto mdogo, wakasema huyu ndiye mkuu, huyu ndiye mkuu, nikafanywa kuwa mkuu katika giza lao. Sasa mimi ni mkuu katika Kristo, wewe unayemtoa mnyonge njaani na kumketisha aketi pamoja na wakuu. Baba, asante kwa kuwa umetuketisha pamoja na wakuu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kora bashinda sika rabakataya manda sika ndaya sika, wewe ni Mungu wa kweli. Endelea kutenda ishara, miujiza, ajabu kwa jina la Yesu Kristo na kwa uweza mkuu. Baba, asante kwa utisho wako kututangulia. Imeandikwa, hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Baba, mbele yetu hakuna anayesimama katika jina la Yesu Kristo. Hao ambao ni wadeni wasiotaka kutulipa fedha zetu, Baba, hawatasimama tena, watakuja na kulipa kwa sababu hawana nguvu tena. Na wale ambao walikuwa wanatudai lakini madeni ambayo tuliyapata kwa njia isiyo halali, Baba, katika jina la Yesu, wenyewe watasema kwamba wameyasamehe na kuyafuta kwa sababu hayakuwa madeni halisi, yalikuwa ni madeni ya kipepo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kila madeni ya kipepo yasisimame mbele ya watakatifu katika jina la Yesu Kristo. Kila madeni walio nayo watakatifu, mtu mwenye deni la aina yoyote ambalo lilikuwa ni deni la kipepo lililopita kwa wanadamu, katika jina la Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo inalifuta, damu ya mwana kondoo inalifuta, damu ya mwana kondoo inalifuta. Na hao waliokuwa wana hasira juu yetu, Baba, katika jina la Yesu, umesema watatayarika na kufadhaika. Watu wanaoshindana nasi watakuwa si kitu na kuangamia. Baba, katika jina la Yesu, ninasimama juu ya mstari kwa niaba ya familia ya kundi hili, kwa niaba ya kila mtu anayesikia sauti hii, nikiwa katika nafasi ya kikuhani katika roho na ubaba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wanaangamia watu waliokasirika juu ya wapendwa, wanaangamia watu waliopanga mabaya juu ya watakatifu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaliinua jina lako, ninafuta kila laana inayoishi kwa watakatifu, laana ambayo ilisababisha watoto wako wadharaulike, wakandamizwe, waangushwe chini, watupwe chini, uzima wao kwa damu ya mwana kondoo yanabatilishwa sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa mamlaka niliyopewa, Mungu wa rehema, pale ambapo mtu anasikiliza ujumbe huu, atakaposhika skrini yake, atakaposhika simu yake, atakaposhika laptop yake, atakaposhika tablet yake, chochote anachotumia kusikiliza ujumbe huu, atakaposhika na apate kusikia na kupokea moja kwa moja ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Haya, wanafunguliwa, giza linawaachia. 2026 wanaingia na utisho katika jina la Yesu Kristo. Hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, umeweka utisho wetu uwe mbele wetu na kuhofiwa juu ya nchi yote tunayokwenda kuikanyaga. Popote tunapokwenda, iwe kwenye mkoa, iwe kwenye nchi, iwe kwenye mtaa ambao tunahamia, hata kama ni nyumba ya kupanga katika unyonge wetu, bado utisho unakwenda. Majirani wote walete vitu vyao vya thamani kama ulivyowafadhili wana wa Israeli katika Misri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa umefanya, katika jina lenye rehema na mamlaka la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Shalom, shalom. Tazama, Mungu amesema neno lake naye analitimiza. Utisho wa Bwana 2026, kitabu cha Kutoka 23:27, na kitasimama na wewe. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 25 utakuwa ni wa kwako. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 10 utakuwa ni wa kwako. Kitabu cha Isaya ile sura ya 58 mstari wa 8 utakuwa ni wa kwako. Kitabu cha Isaya sura ya 41 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 13. Mistari hii itakuwa pamoja nawe. Nami ninatamka nguvu za Mungu kulingana na neno lake ziwe pamoja nawe, mafuta yake yasipungue, uweza wake ukufunike,
ukafanikiwe, ukabadilike, ukauone 2026 katika kiwango kingine. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba, amen. Basi ninamtukuza Mungu kwa kipindi hiko, na nitatamka neno kwa ajili ya sadaka yako, kwamba Mungu amekupa nafasi ya kumwinulia sadaka. Tuna mambo mengi tutakuwa tufanye, tuna maandalizi ya studio zetu tuweze kuruka live. Mungu akikugusa, ingia katika changizo kwa neema hiyo, ukiamini kwamba hiyo ni sadaka yako, nitaiombea. Lakini hata kama uko kwenye kanisa lolote mbali, popote ulipo, nenda madhabahuni, mwambie Baba, utisho wako Bwana uwe pamoja nami 2026 kwa jina la Yesu. Baba, katika jina lenye rehema, watoto wako wana sadaka zao. Sadaka ya kwanza ni mioyo yao, sadaka ya nyingine ni sikio lao, kupoteza muda wao kusikiliza neno hili na kuomba pamoja nasi. Katika jina lenye rehema, Mungu wetu na Bwana wetu, ninaziombea sadaka zao watakazokuinulia popote watakapokwenda, madhabahu yoyote ama hapa Redemption. Mungu wangu na Bwana wangu, kazitakabali ukawainue kwa jina la Yesu Kristo. Mungu nimeomba, amen. Shalom, shalom. Kabla sijatamka baraka za kikuhani, nipende kuwakumbusha kwamba wiki ya kwanza na kwa lugha nyingine mwezi wa kwanza tutakuwa na mfungo wa siku 7 tukianzia kwenye tarehe 2 na kuendelea, lakini tunatoa uhuru kwa mtu kufunga siku yoyote ambayo iko ndani ya mwezi wa kwanza, ili tukamate lango la mwaka mzima. Kwa hiyo utakuwa ni mfungo wa siku 7 asubuhi mpaka jioni, kulingana na Roho anavyokuongoza. Kama una magonjwa ama unakutumia dawa, basi unaweza usifunge, lakini ukawa kama umefunga ukajizuia tu vitu fulani, lakini ukaendelea kunywa maji yako, juisi zako, ukala chakula lakini kidogo, kimonyesha Mungu kwamba sitashiba sana nafsi yangu ikarizika, kwa sababu dawa unazotumia pengine haziruhusu ukae na njaa. Kwa hiyo Mungu akuone katika huo mfungo, akuondolea hayo magonjwa na akupe uzima. Lakini kwa wale ambao tuna nguvu, basi mwezi wa kwanza tenga kipindi chochote ukafunge kwa muda wa siku 7. Kuanzia tarehe 2 wakati wowote funga kwa muda wa siku 7. Tutaanza hiyo tarehe 2, tushirikiane wote. Maombi ya wengi, kufunga kwa wengi ni sauti yenye nguvu mbele za Mungu. Mungu akubariki. Kama tunavyofahamu, mstari ambao tutaendelea kusimamia kipindi hicho utakuwa ni huu wa Kutoka 23:27, kwamba nitatuma utisho wangu kutangulie. Kwa hiyo mwaka huo Bwana atume utisho, malango yafunguke ya miezi yote 12. Lakini usiache kuitumia Yeremia 29 mstari ule wa 7, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya kuwachukulia mateka, mkauombee kwa Bwana, maana katika amani yake nanyi mtakuwa na amani. Mstari huu ni muhimu sana, ili katika utisho utakaotembea nao, lakini pale utakapoenda, tamka amani, uombee kwa Bwana huo mji, ili mafanikio yake na wewe na mafanikio. Mungu awabariki. Ninakwenda kutamka baraka za kikuhani ziwe pamoja nanyi. Bwana Yesu akubarikie na kukulinda. Bwana Yesu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Yesu akuinulie uso wake na akupe amani, na baraka hizi zitakuwa pamoja nanyi, kuingia kwenu na kutoka kwenu, sasa na hata milele. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, amen. Shalom, shalom.